Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya kibali chako. Mungu utukufu mwenye enzi zote. Uketie mahali pa juu palipoinuka. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Uweza, mamlaka ni vyako Bwana. Asante kwa ajili ya majira hii. Imekupendeza tena Bwana sisi kuja mbele zako. Imekupendeza Mungu sisi kutana pamoja tena kwa ajili ya kutafakari neno lako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu zote, tuko mbele zako kwa ajili ya kupokea kila ambacho Bwana umeachilia kwa ajili yetu. Lile neno ambalo umelituma kwa ajili ya kutoa kwenye maangamizi, kwa ajili ya kutoa kwenye vifungo, kwa ajili ya kutupa hekima, kwa ajili ya kutupa ufahamu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu zote, ukitema kwa juu palipoinuka, pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Baba, tunasogea mbele zako Mungu, ukitema kwa juu, tukitia rehema zako na fadhili zako, maana sisi ni wanadamu, tumejaa na kujivuruga na kujichanganya. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja. Tunatubu kwa ajili ya mioyo yetu, akili na fahamu zetu, mahali kokote ambako Bwana kweli ukitazama ni kweli tumejivuruga na tumetoka kwenye uwepo wako, tumekukosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Baba, katika jina Yesu, tunaposogea mbele zako sasa na dakika hii, ruhusu ile damu yako iliyomwagika msalabani, ile inaonena mema, ikanene mema kwetu sote, ikanene mema kwa kila mtazamaji na msikilizaji, ikanene mema kwetu sote mahali hapa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tukufu, tutakase kwa damu yako tunapokuja mbele zako Mungu li hai, na Roho wako Mtakatifu ukamwachilie Bwana, kafunike ndani yetu, uwepo wake ukatufunike mahali hapa Bwana, kwenye mbingu za mahali hapa na ardhi ya mahali hapa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tukufu mwenye enzi, tunaomba kwamba pasiwepo na chochote ambacho kitasimama kinyume na mpango wa kwako, kitasimama kinyume na neno la kwako. Roho Mtakatifu tusaidie Bwana, ili tukaweze kula na kunywa mezani pa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Baba kwa ajili ya kila mmoja, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu katika majuu palipoinuka. Asante kwa ajili ya dada huyu, asante kwa ajili ya kaka huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, uweza na mamlaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Bwana apewe sifa. Wana wa Mungu, nawakaribisha katika kipindi chetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunaenda kutafakari neno la Mungu kwa ufupi na kwa uchache, kile ambacho Mungu ametaka tujifunze siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na somo letu linasema itambue neema ya Mungu ambayo imeachiliwa ndani ya Kristo kwa ajili ya kukusaidia kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kweli Mungu ameachilia neema kwa kila mmoja, lakini mwana wa Mungu, nataka nikuambie kwamba neema zinatofautiana. Bwana Yesu apewe sifa. Viwango vya neema vinatofautiana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Maisha tulio nayo ni neema. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi tulizo nazo, hatua mpya yote umepiga kwenye maisha yako ni neema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Si kwa nguvu zako wala kwa uweza wako, si kwa mamlaka yako. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwa elimu nzuri ulio nayo. Ni kweli umesomeshwa vizuri na wazazi wako, lakini nakwambia neema ina nafasi yake kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuwa na hatua mpya kwenye maisha yako ni neema ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Ni kwa sababu kilichobeba maisha ya mwanadamu, kilichobeba maisha ya mwanadamu kwa asilimia kubwa ni neema. Mungu anaendesha haya maisha yetu kwa neema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Itambue neema ya Mungu ambayo imeachiliwa kwenye maisha yako, iliachiliwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kila mtu ambaye unamwona, kila mtu mashuhuri, kila mtu mkuu ni matokeo ya neema kuu, ni matokeo ya neema kubwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana watu tunatofautiana, na ndio maana watu viwango vinatofautiana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake nini? Neema zinatofautiana. Itambue neema ya Mungu inavyofanya kazi kwenye maisha yako. Naomba tusome neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule sura ya 15 na ule mstari wa 10. Neno la Bwana nasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo,
na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama tunamsoma Mtume Paulo, Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo kabla ya hapo alikuwa ni mtu ambaye anafanya vita na watu wanaomjua Yesu, anafanya vita na watu wanaompokea Yesu, lakini neema ya Mungu ilipomjilia alifanya kazi kwa bidii, na anasema si kwa bidii, si kwa uwezo wangu, bali ni ile neema iliyokuwa ndani yangu, ambayo Mungu alikuwa ameachilia ndani yake, ndiye aliyemwezesha kufanya mambo makubwa, mpaka watu wakawa wanashangaa. Mpaka leo tunaona kwamba yeye ndo ameandika vitabu vingi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini anasema ni kweli alifanya kazi kwa bidii, lakini ile neema ambayo Mungu alikuwa ameachilia ndani yake ndiyo iliyomsaidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Tafuta neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini alifanya kazi kuliko wote? Kwa nini aliandika vitabu vingi kuliko wote? Ni kwa sababu Mungu aliachilia neema kuu. Alikuwa na neema kubwa kuliko watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nimesema maisha ulio nayo, kazi ulio nayo, hatua mpya unayopiga kwenye maisha tangu Januari hata sasa, yale mafanikio ulio nayo ni neema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neema ndio inamfanya maisha yako kuwa mshangao kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama bado hujaa mshangao kwa watu wengine, manake ni neema yako bado haijaongezeka. Kazi ya neema ni kukufanya kuwa mshangao kwa watu wengine. Pale watu wanapoanza kusema kweli, si ni huyu ninayemjua, waambie ni neema ya Mungu, si mimi. Kazi ya neema ni kukuvusha mahali ambapo umekwama. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusome kitabu cha Zekaria. Kitabu cha Zekaria. Neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 4 ule mstari wa 6 hadi mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwako, Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe, mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli, uliokuwa nchi utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema ilikalie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ni roho ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Yani kwa neema yangu, roho ya neema yangu nikaiachilia ndani yako. Hata lile tatizo unaloliona ni kubwa, si kitu mbele zako. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nani wewe, mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli. Hilo tatizo unalo si kitu mbele zako. Unachohitaji ni neema ya Mungu aliye hai. Pale unapokuwa umekwama, tafuta neema ya Mungu aliye hai. Omba Mungu akupe neema ya kuvuka hapo mahali ulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unahitaji kuwa tofauti na watu wengine, basi unahitaji neema tofauti na hiyo ulionayo. Huwezi kuwa na mafanikio zaidi ya neema ulionayo. Huwezi kufika kwenye viwango vikubwa zaidi ya neema ulionayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neema ni roho ya Mungu kama uweza wa roho wa Bwana. Neema ni uweza wa roho wa Bwana. Tafuta kuwa na neema ya Bwana. Ongeza neema. Bwana Yesu apewe sifa. Mateso mengi
maumivu mengi kwenye maisha ni kwa sababu ya uchache wa neema. Ni kweli unaweza ukawa una bidii kwenye kazi, unaweza ukawa unafanya kazi kwa juhudi, lakini unahitaji neema. Maana bidii peke yake haitoshi, elimu peke yake haitoshi. Wapo watu wamesoma, wana elimu za juu, lakini wamekosa neema ya kuwezesha kupata kazi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mateso ya kwenye maisha sio sifa ambayo Mungu anataka kuiona kwako. Maisha sio nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha haya tulionayo sio nguvu peke yake. Nguvu haitoshi, elimu peke yake haitoshi. Maisha ni neema, mwana wa Mungu. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako ni neema. Bwana Yesu apewe sifa. Neno kutoka kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 68 na ule mstari wa 9, neno la Bwana linasema, Ee Mungu uliyenyeshea mvua ya neema, urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Ee Mungu uliyenyeshea mvua ya neema, urithi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Neema inakupa nguvu, neema inakupa uweza. Bwana Yesu apewe sifa. Neema inakupa kuvuka. Kazi ya neema ni kukuvusha mahali ambapo umekwama. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna utofauti mkubwa mtu anayepandisha ngazi kwa miguu yake, na kuna utofauti mkubwa mtu anayepanda ngazi kwa lifti. Bwana Yesu apewe sifa. Vile ambavyo unapanda ngazi kwa lifti, kuna utofauti mkubwa, na ndio kazi ya neema, kukufikisha mahali kwa haraka, mahali ambako hukustahili, mahali ambako watu watashangaa. Na Mungu anachotaka neema yake ifanye kazi ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafuta Yesu Kristo aliyepewa neema zote ndani yake, uishi pamoja na Yesu Kristo, maana kuishi nje ya Kristo ni kuishi nje ya neema ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo neema ndogo ulionayo usidharau. Ina uwezo wa kuongezeka, ina uwezo wa kuongezeka. Itumie kama mtaji. Kila mtu ana neema, lakini neema zinatofautiana. Ndio maana kuna watu wana nguvu za kiuchumi na wanajiona kwamba ni wa kawaida. Tofauti ni nini? Neema. Tafuta neema ya Mungu kwenye maisha yako. Tembea na neema ya Mungu kwenye maisha yako. Mwambie Mungu akupe neema ya kuvusha. Baba, katika jina la Yesu, Mungu tukufu uliyeziumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, ninaomba kwa ajili ya watu hawa Bwana. Ninaomba kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya dada huyu, kwa ajili ya kaka huyu, kwa ajili ya baba huyu. Neema yako Bwana ikafundike ndani yao, kwenye maisha yao Baba, katika jina la Yesu. Sijui wamekwama mahali gani, lakini Bwana kajilie neema ikawavushe mahali kokote ambako Bwana kuna mlima mkubwa mbele yao. Ulimwambia Zerubabeli, mlima huu nani mbele za Zerubabeli? Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, neema yako ikakomeshe mateso kwenye maisha yao. Neema yako Bwana ikawape hatua mpya kwenye maisha yao. Neema yako Bwana ikawape kuangaza upya, Mungu ketemba pa juu, kwenye kazi zao, kwenye afya zao. Neema yako Bwana kuyajulia. Maisha yetu si nguvu Bwana, bali neema yako Bwana. Elimu zetu si chochote Bwana, nguvu zetu si chochote Mungu li hai, ila neema yako. Achilia neema yako Bwana, achilia neema yako Bwana, achilia neema yako kwa mtazamaji huyu, kwa msikilizaji huyu. Neema yako Bwana ikende pamoja naye kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, uweza, mamlaka ni vyako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Shalom, shalom. Naitwa Pastor Andrew Richard Lusinde toka kanisa la House of Glory International. Tuko Dodoma, eneo la Mlimwasi. Tunapenda kuwakaribisha wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shalom, shalom. Amani iwe nawe.